Uwanja wetu una maboresho ya aina mbili. Kuna maboresho ya majengo yanayohusisha viti na mifumo ya ndani ya majengo ya uwanja ambayo tuko zaidi ya 85-90, kwa sababu viti tumefunga sehemu kubwa, tumebakiza kama viti 20,000 tu vilivyobaki. Na mifumo mingine ya maji, umeme, taa, sauti ndio hizo mnasikia ziko kwenye majaribio ya mwisho baada ya kuwa zimeshafungwa, zima moto, internet na vingine vingi ambavyo vinafungwa uwanjani. Hayo yote yamekamilika. Tulikuwa na changamoto na pitch, na CAF walikuja kutusimamia na kutoa maelekezo ya nini wanataka tufanye. Tulishafanya yote, na sasa hivi kazi inayoendelea ni ya kuendelea kuhakikisha kwamba uwanja unazidi kuwa bora zaidi. Lakini kwa maelekezo ambayo tulikuwa tumepewa na CAF, yote tumeyatekeleza na uwanja umekuja vizuri. Dar es Salaam ni kweli kuna mvua nyingi. Uwanja huu uwezo wake wa kuondoa maji umeboreka sana sasa hivi ikilinganishwa na wakati ule tulipokuwa na changamoto. Sasa hivi unaweza kutoa maji humu ndani kwa haraka zaidi ya mara 10 ya kipindi kile, kwa sababu kuna kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye uwanja. Sasa haya mengine ni maamuzi ya mamlaka zinazosimamia mpira. Sisi serikali hatuamui mechi gani ifanyike wapi, wanaoamua ni wenye mamlaka yao. Lakini sisi tumeandaa uwanja na uwanja uko tayari, na nyinyi wenyewe mmeuona. Uwanja wa Benjamin Mkapa ndio hapa. Hapa mvua hata ikinyesha saizi baada ya dakika 10 tu hakuna maji ndani. Huu uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja pekee tunaotegemea kwa nchi yetu wenye hadhi ya kuhost mashindano ya kimataifa. Mheshimiwa Rais anatambua hilo. Ameamua kuongeza viwanja vingine viwili kwa mpigo. Kwa sababu leo tunahangaika hapa kwa sababu hatuna uwanja mwingine. Yaani kama sio Benjamin Mkapa hatuna uwanja mwingine. Lakini uwanja wa Arusha kule tuko 43% leo tunakwenda. Sio muda mrefu ule uwanja na wenyewe utakamilika. Tunaanza kujenga uwanja mwingine Dodoma. Kwa hiyo ni shida tunapata changamoto sasa hivi kwa sababu nchi yetu ina uwanja mmoja tu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua changamoto hii na kutambua athari zinazoweza kujitokeza kwa nchi kuwa na uwanja mmoja, ameamua tutumie zaidi ya shilingi bilioni 650 kujenga viwanja vingine vipya viwili, na tutajenga viwanja vingine vya mazoezi. Huo Shamba la Bibi, uwanja wa Uhuru, na wenyewe tunauboresha ufikie sifa ya kuchezwa mashindano ya kimataifa yanayoandaliwa na CAF. Kwa hiyo sio muda mrefu manake tutakuwa tuna viwanja 4 vikubwa vya serikali vyenye uwezo wa kuhost mashindano ya kimataifa. Benjamin Mkapa, Arusha, Dodoma, Uhuru. Huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa nani atakayeweza kumkwamisha? Hapa saizi wanateka advantage kwa sababu tu tuna uwanja mmoja. Na uwanja wenyewe uko tayari ndio huu hapa. Hapa zimeweka fedha nyingi. Zaidi ya bilioni 30 zimetumika hapa. Badilisha viti hivyo, weka itatani, sehemu za kukimbilia mnaziona. Tunakwenda kufunga mifumo mipya ya viyoyozi. Tumerekebisha vyumba sijui vya waamuzi, vyumba vya anti-doping, vya madaktari, vyumba vya marefali, ball boys, na kila walichokitaka CAF tumekifanya. Tunafanya kazi bega kwa bega na viongozi wa Simba. Tumefanya kazi pamoja mpaka tumefika hapa. Tulikuwa hatulali. Tunafanya kazi hapa usiku na mchana kuhakikisha ile changamoto iliyotokea kwenye ile mechi siku ile tunaikabidhi na tumeimaliza. Mimi naomba waandishi wa habari, mkiona Dar es Salaam kuna mvua nyingi njoni hapa. Alafu mvua ikikatika tu hesabuni dakika ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10. Hamtakuta maji huko. Kuna kazi imefanyika, kuna pesa zimewekwa za walipa kodi humu za kurekebisha. Sasa haya maamuzi mengine ndio maana nasema hayo sio mamlaka yangu, mimi siwezi kuzungumza. Hayo sio mamlaka yangu, lakini sisi tulichoambiwa tumekifanya, na nyinyi wenyewe mmeuona uwanja huu hapa. CAF ni mamlaka yao. Wakiamua mechi ichezwe Zanzibar, Simba hawezi kukataa. Lakini sisi, mimi mwenyewe nilikuwa sija kufika hapa uwanjani, lakini nilipofika leo na nilichokiona hapa na anayetaka kuhamisha mechi kwa kweli ni vichekesho. Kwa mechi leo tarehe 15, mechi tarehe 25, kwa hali ya uwanja ulivyo hivi, unasemaje kwamba uwanja haufai kuchezewa mechi? Hivi ulivyo tu hapa, hivi ulivyo tu mechi inachezwa. Nishaona Afrika viwanja vibovu vya hovyo kuliko hivi na mechi zinachezwa. Kwa hiyo huo ndio kufanyika ni uhuni tu.
pengine unawatoa mchezoni Simba kama klabu, ama unafikiri ni sehemu tu ya kutengeneza game, tunasema zile game, tunasema ni mind game kuelekea kwenye mchezo? Sio mind game. CAF wanapoandika barua TFF kwamba wanapendekeza mechi iende Zanzibar, haiwezi kuwa mind game. Mind game ni kitu ambacho hakipo. Sawa, hichi ni kitu ambacho kipo. Taarifa imekuja TFF kwamba wanataka mapendekezo yao mechi iende Zanzibar. Sasa mimi sikwenda Morocco, kwa hiyo uongozi unituma nije kuangalia hali halisi hapa. Nimeongea mpaka na katibu mkuu wa TFF, yeye yuko Paraguay, ameniambia nije kuangalia halisi. Nilichokiona hapa, hata mechi ingekuwa kesho, mechi inachezwa. Kwa hiyo wanawanyima nafasi Simba ya kucheza uwanja wa nyumbani, kwa sababu Berkane wanacheza uwanja wao wa nyumbani. Simba naye inatakiwa icheze uwanja wake wa nyumbani. Uwanja wa nyumbani wa Simba ni Mkapa. Amani Stadium sio uwanja wa Simba wa nyumbani. Hiyo ndio vitu ambavyo haviko sawa, na CAF hawezi kuwa fair. Tumeandika barua, tumeandika majibu kwa TFF, kwa sababu ile barua ilikuja TFF, sisi tumpata kopi. Kwa hiyo ofisi ya CEO imeshaandika barua ya kuonyesha kwamba si sawa kuhamisha mechi kutoka hapa Dar es Salaam kupeleka Zanzibar, kwa sababu tayari kwanza tunazungumza mpaka asubuhi leo watu zaidi ya 12,000 washakata tiketi. Sasa uwanja wa Zanzibar tayari watu 15,000. Watu hawa wanatokaje huku kwenda Zanzibar, na watu wa Zanzibar, na uwanja wenyewe ni mdogo. Hii ni finali. Lakini kikubwa zaidi, kila timu ipata advantage ya kucheza nyumbani kwake. Berkane, najua rais wa Berkane ndio makamu wa kwanza wa rais wa CAF. Asitumie nafasi yake kuinfluence maamuzi CAF kwa kupata advantage. Hiyo so fair. Football ni fair game, inatakiwa ibaki fair game. Yeah. Zungumza na wanasimba kuelekea kwenye mchezo wenyewe na hii hali inayoendelea. Wanasimba wao watulivu wakati viongozi na TFF na serikali wanapambana kuhakikisha mechi inachezwa Dar es Salaam. Lolote kalotokea, majibu ya mwisho watajulishwa, waweze kujiandaa na mechi. Asante sana. Tuzidishe dua, kwa sababu mechi ya tarehe 17 bado iko Berkane, hii ni ya tarehe 25. Sawa. Kwa hiyo dua kwa mechi tarehe 17, na mechi kama itakuwa Dar es Salaam au Zanzibar watajulishwa. Lakini